tulichokikutana sijawahi kukutana, yani sikuwahi hata tangu nizaliwe. Nimeongoza kijiji hiki takriban miaka kadhaa hii imepita, lakini kwa mwaka huu nasikia msemo wa Samia mitano tena, lakini kwangu labda kulikoni ndugu. Zile tetesi ambazo nilikuwa nasikia kuhusiana na kijiji changu leo imenitokea wazi. Imekuaje? Sasa hivi nisinge kuwepo. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Zile habari za matatizo ya kishirikina kwenye kitongoji hiki. Basi. Si washao wanahitaji kunitoa kafara mimi. Sasa kuna jambo moja nataka nikwambie ndugu mheshimiwa mwenyekiti. Sawa. Utakachokifanya hapa basi uende kwa mchungaji. Sawa. Kuna mchungaji mtaa mmoja pale. Anaweza kukusaidia. Lakini anyway, kuna kitu ambacho kimenisaidia na sikutegemea. Sawa. Nimesaidiwa, nilikuwa na rosari tu natembea nimeishika. Sawa. Lakini nashangaa imenisaidia pakubwa. Ndio hivyo sasa. Kwa hiyo mimi hii ndio itakuwa ndio sira yangu hii. Sawa. Ndio itakuwa imani yangu, hakuna haja ya kwenda kwa mchungaji, itakuwa imani yangu hii. Itanisaidia pakubwa. Ndio. Wewe cha kufanya cha kwanza tumshukuru Mungu. Kweli. Kwa sababu bado unaendelea kuishi. Hata mimi hayo masomo ya shaka wao kunikuta. Siku moja nikatoka hapa nikaenda kwa mchungaji. Ndio. Kaniwekea mkono. Sawa. Mpaka wa leo namshukuru kwa sababu ni yeye ndo anaendelea kuishi. Kwa kweli Mungu ni muweza. Tumainie Bwana. Hakika. Ile maswara. Bwana ameibuka ghafla. Mwanzoni huko nyuma yalikuwepo. Unajua sasa hivi globalization ina take place, ndio? Yaani utandawazi unakuja kwa kasi. Vile vile na ile muingiliano wa watu wanaingia kwa kasi. Sasa ile muingiliano watu wanakuja wenye tabia tofauti. Unaweza ukajikuta unazaliwa ukiwa vizuri, una tabia mbaya, ukakutana na watu tofauti, rika tofauti, ukabadilika ghafla na wewe. Sasa hii ndio inanishangaza, ndio inanipa wasiwasi. Na mmoja ya watu ambao nimekutana nao ni mtu ambaye alikuwa karibu yangu. Siwezi kumtaja kwa sababu ya ila ikiendelea hivi, nitamuita nitamshauri. Ila ikiendelea hivi, sheria zangu anazifahamu. Umeshaenda kwenye kituo cha polisi kutoa taarifa juu ya matatizo yanayojitokeza? Kwa sisi wana serikali mambo ya uchawi hatuamini. Lakini hiyo inaweza ikakusaidia wapi? Ipo lakini hatuiamini. Hiyo inaweza ikakusaidiaje? Unaweza ukakuta kesho unapatwa na matatizo ili serikali iweze kufanya kazi yao, wapate sehemu ya kuanzia. Ni kweli? Nitalifanyia kazi hili. Mimi nilikuwa nakushauri hii taarifa, pamoja na kwamba serikali haamini mambo ya kishirikina, lakini unaweza kaenda ukatoa taarifa ili siku yoyote ukipata na tatizo wajue wapi wanaweza wakaanzia kufanya kazi yao. Basi sawa, nashukuru hili. Nikushukuru sana ndugu mwenyekiti. Tutazidi. Kabla hujaondoka kidogo nitakuwa na taarifa ya kubwa. Kwa hiyo kidogo nitaomba tu Rex kidogo, alafu baadaye kuna mtu nimewasiliana naye ameniambia anaweza akanikuta hapa. Ila nitaomba uwepo kwa ajili ya mahojiano zaidi. Mpo? Tupo. Basi nilikuwa kule nyumbani nafanya kazi. Sawa. Nikasikia kwamba unaniita, kwa hiyo nimekuja hapa. Niambie ni hasa ni kitu gani, kwa maana nashughuli nyingi na wewe nilikuona sehemu moja hivi mtaa wa Mbeziriji, si ndio? Ile kijiji cha Mbeziriji. Tauri uko pale? Umevuka kwa nini? Ndio. Sasa kidogo na ndio nilikuwa nakutafuta, si ndio? Basi kuna tetesi ambazo zinaendelea kidogo, na
kama utakuwa unajua chochote utahitaji msaada wako, maana kwa hali ambayo niliyopo sasa hivi kidogo natafutwa, sio kwa heri isipokuwa ni kwa shari. Maana kuna uvamizi, yani unajua unaweza ukawa hujawahi kuona tangu unazaliwa hujawahi kuona mchawi, lakini leo nimeshuhudia kwa macho yangu, lakini tu Mwenyezi Mungu amesaidia kupitia hilo zari. Ndugu yangu, tumesaidia hilo zari. Kwa hiyo sijajua kwa upande wako, kama utakuwa na chochote cha kuweza kunisaidia, naomba ushirikiano. Nipo na katibu wangu hapa, kwa hiyo nimeamua nije huku kupunga upepo kwa ajili ya kupoteza mawazo, sawa? Kwa hiyo sijajua kwa upande wako, unaweza ukaniunga mkono ukanisaidia kwa hili, kama utakuwa unafahamu chochote kuhusiana na hili, na kama unaweza kunisaidia kwa hili, basi naomba ushirikiano wako. Ndugu mwenyekiti, ndio kidogo nicheke niliposikia kwamba tangu uzaliwe najua hujawahi kuona uchawi au hujawahi kuona mchawi. Kuhusiana na uchawi au kumuona mchawi ni kazi ndogo sana, kwa maana wachawi nawaona kila siku, na ni juzi hapo kuna vijana alafu sijui eti ni marafiki zako nakuwa nakuona nao, mimi nakuwa kwangu pale nimetulia na kuona napita. Kuna yule kijana sijui nani yule, sijui ndo anaitwa Zoga na hivi kijacket kifupi hivi akina mikono. Sasa walikuwa vijana wawili, sasa hivi nilipoangalia kwenye vitu vyangu ndo wamekuwa watatu. Kwa kuhusiana na kushirikiana na wewe, haina sisemi kwamba nimekataa au ndo nimekubali. Labda kuhusu washawi ndo kazi yangu, kwa maana hata mimi kuja kwenye kijiji hiki cha Mbezilichi nimekuja kwa ajili ya hawa washawi, kwa maana ni mambo mengi sana wameyafanya na hatuyapende na yapendezi kwenye jamii yetu. Kwa hiyo nadhani sio kazi ngumu sana, ila inahitaji umakini. Sawa. Wale vijana sijui ni siku gani nilikuwa nimekaa pale ndani kwangu nikaangalia kwenye vitu vyangu, nikaona kuna siku mlikaa kwenye mkutano mkazungumzia kuhusu nini wachawi sijui wanafanya nini na nini. Sasa pale ulipoongelea kwenye uchawi hapo ndio umeonisa pabaya. Pale ndo waliamua, walienda wakakaa wakaona waanze na nani. Sasa wale vijana walikuwa wanadaiwa kafara, walikuwa wanahitaji watoe kafara. Sasa mtu ambaye walikuwa wamemlenga hawakumpata. Sawa. Sasa kwenye vitu vyao wakaangalia waanze na wewe, kwa maana wewe ndio umeanzisha mikutano kwenye kijiji hiki, mikutano haikuwemo. Kwa wameamua waanze na wewe ambao unaleta mikutano kwenye kijiji, sijui wachawi wafanyaje. Sasa kibaya zaidi kinachowafanya waende kazi, wanasikia kwamba mnahitaji kumleta mchungaji. Kwa hapo ndo chanzo cha kumwandama mwenyewe. Ndio chanzo. Kwa usipokuwa makini, hata kama wameshindwa leo, kesho hujashinda au kesho kutwa hujashinda. Kama unatumia imani ya Mungu, kaza imani. Kama unatumia imani ya kishirikina hivyo hivyo, tumia imani ya kishirikina. Yaani kiuwezo zaidi, tofauti na hapo hawajashindwa wao. Lakini mimi ninachokuambia, wanasema ya Kaisari mwachie Kaisari na ya Mungu mpe Mungu. Mimi namtumainia Mungu, hawatonifanya chochote. Najua hilo kwa sababu kilichotokea leo sikudhani kama ningepona, lakini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu namshukuru. Kwa hiyo mimi ya Kaisari nitamwachia Kaisari na ya Mungu nitampa Mungu. Haina tatizo. Basi pamoja, nashukuru. Na sasa alichokizungumzia ni leo, labda cha kufanya kama anaweza akawa na msaada wote, anaweza akakusaidia, kwa sababu watu wenyewe kama wameshajitokeza hivi na wao huenda wanajiamini, kuna sehemu wanajikubali. Kwa hiyo ili uweze kusalimika na wewe pia, ndio tegemee Mungu, lakini unapaswa uwe na kinga nyingine za kuweza kusaidia. Kwa hiyo kama mheshimiwa huyo anaweza kukusaidia, uweze ukawasiliana naye. Mambo ya kinga siafiki, isipokuwa tu kama akiona kuna tatizo nataka kutokea na yeye si mwana kijiji,
mwenye kuhitaji amani. Kwa msingi kabisa kuwa makini. Yaani msaada wangu wa haraka ni wewe kuwa makini. Kwa maana usipokuwa makini, yani wale sio kwamba wameshindwa, hamna. Yani wako vizuri kwenye kazi zao. Kwa hiyo cha msingi kabisa nakushauri kuwa makini. Kama ni imani, tumia imani ipasavyo. Ila naomba kitu kimoja. Nitakutafuta tuongee. Kwa maana mi kazi ambayo naifanya mimi, yani kazi rasmi, nahitaji kumalizana nao hao vijana. Basi sawa. Kwa maana kuna watu sijui ni wakina nani walimgeuza chapati, sijui unamfahamu au taarifa hizo kama unazo. Kuna mwingine mkutano mtu walimgeuza chapati. Yani walimgeuza chapati. Na tulifanya kwa short, yani ni short. Kwa hiyo baada ya kuongelea hayo ndio nikasikia tetesi ya kwamba kuna watu wanageuzwa chapati, kuna watu wanapotea kwa njia ya kutatanisha. Sasa ndio nilikuwa nalifuatilia, nimelinywea mbando ile, lakini sasa naona wao wanataka kuninywea njuga. Hao wachawi, si ndio? Kwa hiyo ndio maana hii ndio chanzo ya hii, ndio chimbuko. Nataka wanipoteze mimi, baada ya hapo taarifa zisiwe zinafanyaje za kuitisha mkutano. Ila kizuri zaidi unajua ni kitu gani? Cha msingi umeshawaona. Ndio. Alafu kibaya zaidi walikuwa wanajifanya marafiki zako. Ila naomba, kuna msemo mmoja sijui ni msemo gani, unasema kwamba ibareriwa amanyire tigitamfuka. Kweli. Sasa kwa msemo huo nadhani hapo umenielewa. Yaani kitu si ushakijua. Kwa hiyo jinsi ya kukabiliana nacho inakuwa rahisi sana. Nahisi ngoja kwanza niendelee na kazi zangu. Ni kweli. Alafu pia kuna msemo unasema kufai kwa dhiki ndio rafiki yako wa kweli. Naomba unisaidie kwa hili. Nitakusaidia, yani mimi niko pamoja nawe. Pamoja sana. Nisemeda basi. Sawa. Pamoja nawe. Sasa mheshimiwa, ngoja na mimi niende sawa. Hii ni tunaona pamoja kaka. Haya.